Hii ni Asili TV Online, tuko moja kwa moja live tukiwaletea habari mbalimbali kutoka hapa na pale kwenye vijiwe, kwenye sehemu mbalimbali ambapo Asili TV inafika. Na leo tuko maeneo ya Mateteni. Mateteni manake iko kata ya Mbigili na kijiji ni Mateteni, lakini kitongoji pia ni kitongoji cha Oysterbay. Oysterbay tumekutana na vijana mbalimbali ambao ndio tegemeo la taifa sasa, na ni vijana ambao taifa linawategemea kwa hivi sasa na ni nguvu kazi za taifa. Tuko na vijana, wao watasema ni nini ambacho wanataka kutueleza. Habari yako ndugu yangu? Safi, zawe kiongozi. Salama kwema? Salama. Nipe habari. Kwa majina naitwa Abubakari Akida. Ni mkazi wa kata hii ya Mbigili, kijiji cha Oysterbay. Na pia ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi VETA Dakawa ya fani ya ufundi bomba ngazi ya 3. Almost kwa sasa tunaishi maisha ya mtaani kwa sababu ni day scholars, lakini of course tumekuwa tukiface changamoto nyingi tukiwa mtaani, na pia tukichambua ni jinsi gani tunaweza tukapata manufaa katika maisha yetu ya kila siku. Kikubwa tu ambacho mimi nakitazama kama kijana ni kwamba ni the way tu sisi kama vijana tunaweza tukawa empowered, kwamba watu wakatutazama na kuweza kutuongezea nguvu kuliko hapa tulipo. Lakini pia nategemea pia serikali iweze kuwatazama vijana kabisa ambao ni non-employed. Kwa upande wangu naizungumzia sana serikali na kuipa pongezi serikali hii ya awamu ya 6 ya Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pia napenda pia kuzungumzia swala zima la vijana na maisha yetu ya kila siku. Ni kwamba muda mwingi tumekuwa tukiutumia katika shughuli za bodaboda na shughuli za uuzaji wa vyakula kama ikiwemo chipsi kama unavyoona kijiweni kwetu, lakini fursa zile ambazo zinaweza zikatuempower vijana kufika mbali bado hazijatufikia moja kwa moja, kuona ni jinsi gani tunaweza tukafanyaje tukafika mbali. So mimi kama mimi nilikuwa nina hoja ya kwamba tuteuliwe vijana ambao tayari tuko skilled, tuko mtaani, kwamba wengine ni plumbers, wengine ni wajenzi masons, wengine ni carpenter, then tutengeneze vikundi vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikawajumuisha hao vijana kwa kuwatengenezea karakana ndogo ndogo katika mitaa yetu ambayo tunaishi. Tulikuwa tunaomba serikali itazame kwa wale vijana ambao tayari wana ujuzi, ni skilled, waokoe wengine ambao ni nani skilled kwa kuwatengenezea karakana ndogo ndogo ambazo zitawafanya waendeleze shughuli zao za mikono ili kupunguza unemployed waliokuwepo mtaani. Of course kama ukiangalia kwenye kijiji chetu hatuna karakana hata moja, na mazingira yanayotuzunguka miundombinu bado ni midogo kwa sisi ambao ni skilled, hatuwezi kufanyia kazi tukiwa katika mazingira haya. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali itazame karakana ndogo ndogo kwa ajili ya utendaji hususan kwa sisi vijana. Almost pia nipo na kijana wangu ambaye ni kijana ambaye katika elimu yangu ya level 3 nilivyojoin na huu mwaka nimefahamiana naye hapa mtaani, lakini nimekuwa nikimchukua kwenye harakati zangu ndogo ndogo za kiujenzi. Tumefika mbali, tumeshirikiana, lakini pia hususani kwenye shughuli zetu za kiufundi ana perform, lakini nadhani moja kwa moja changamoto inayomsumbua yeye ni kwamba professional yake bado haijawa juu, na vitendea kazi kwa sisi ambao tunaweza kuwapa wengine knowledge tukawa tumetransfer ndio ni changamoto. Kwa hiyo unaweza kumuona ni huyo hapo mwenzetu, tupo naye, ni kijana ambaye kwa kifupi hajawahi kufika hata darasa moja, lakini sisi kama skilled labor tunawatumia wenzetu ili kuwaongezea au kuwapa kile ambacho tunacho na wao wenyewe wafikie ndoto zao. Kwa hiyo huyo ni kijana ambaye nipo naye mimi kama kijana ambaye ni skilled, nimebahatika kupata elimu ya vocational na ni plumber mzuri tu, lakini nimemchukua na nimemtrain kwa sehemu mbalimbali, amefika stage fulani inaonekana lakini kikubwa ni kwamba ni support kwa hawa ambao ni nani skilled kabisa, ili na wenyewe wapate ku advance katika sehemu ya maisha yao. Ni kijana ambaye hajui kusoma wala kuandika, lakini katika vitu vingi sana tumekuwa tukiwa naye.
na ana tasnia nyingi, anaweza akafanya promotion tofauti. Nimekuwa nikimwangalia ni kijana mzuri, lakini tofauti ni kwamba he is non skilled one. Yeah. Habari ya sasa hivi? Hebu tuambie jina lako ni nani? Kwa majina naitwa Jackson Meshaki. Mimi najishughulisha na ufundi ujenzi. Nikiwa kama kijana mtaani najifundisha. Najifundisha ujenzi kidogo na fundi bomba kidogo, lakini kwa bahati mbaya sikubahatika kwenda shule. Sikubahatika kupata elimu. Kuna jishughulisha na kazi ndogo ndogo za mtaani, ikiwa ni hivyo kujifundisha fundi ujenzi, fundi bomba. Mfano labda fursa ikitokea, labda unatakiwa kwenda VETA, ungetamani kujifunza vitu gani? Kwa kitu ambacho ningetamani kujifunza ikiwa ni fundi ujenzi, fundi bomba na vitu vingine. Okay, sawa. Na nje ya kujifunza hivyo vitu, ni jambo gani lingine ambalo unaweza ukawaambia watazamaji kwamba una kipaji gani kingine zaidi ya ufundi? Kipaji kingine ambacho ninacho, naweza kutoa komedi, pia naweza kuchekesha. Hebu tuchekeshe sasa, maana mimi hapa ndo nataka nicheke. Hebu niambie sasa, neno gani ambalo unaweza likanichekesha nikafurahi? Hebu nataka uniambie, au unaweza ukatoa kitu gani ambacho kinaweza kikanifurahisha, ili hata mtazamaji wangu wa Asili TV Online awe naye pamoja na tukiwa wote tumefurahi. Wewe swali, unaitwa nani? Naitwa Isaac. Anaitwa Isaac. Sasa Isaac, nikuulize swali. Hivi baba yako anaitwa nani? Silomo. Silomo. Kimfano kama nani babangu anaitwa Silomo. Ukamuuliza kwa nini unaitwa Siloma? Babangu akaitwa Siloma. Kwa nini nyote wamepewa jina moja? Hilo swali sasa umeniuliza. Ndio. Babangu anaitwa Siloma. Ndio. Na wewe baba yako anaitwa Siloma. Kwa nini wanaitwa Siloma? Ni majina yao. Majina yao. Jina lako unasema nani? Isaac. Isaac. Basi na mimi naitwa Isaac. Mimi rai yangu kwa vijana wengine ni kwamba waendelee kupambana na wajitume, lakini mimi kama mimi ni kijana ambaye nimepata mafunzo katika vyuo vya ufundi, nikimaanisha VETA. Kwa hiyo nawahamasisha sana vijana waje VETA. Halikadhalika mama rais wetu Samia Suluhu Hassan katika timu yote hii amepambana kwa utulivu sana. Pongezi kwake. Naam, mpendwa mtazamaji wa Asili TV Online, ndio naona mmesikia na mmeona vijana ambavyo wanapambana juu ya maisha, lakini pia kuna wengine ambao wanaomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iwalenge moja kwa moja kwenda kuwasaidia hawa vijana, kuwatafutia vile vitendea kazi ambavyo wao walikuwa wanavihitaji. Kwa maana hiyo walikuwa wanasema kwamba wanahitaji kuwa na karakana zile bidhaa, ili waendelee kujiendeleza na mambo ya ufundi na mambo ya hapa na pale kwa ajili ya kujenga taifa. Mimi sina la ziada, naitwa Isaac Siloma, nawapenda. Yeah.